Naam, karibu tena mtazamaji. Leo tutatoka hapa tumekuwa mawakili mimi na Eriko kwa sababu katiba nayo tunaichambua kweli kweli. Karibu tena. Beki atakuwa nawe muda usiokuwa mrefu. Wakili, tulikuwa tumekuja kwako. Anasema iwapo yule mbunge amekosa kumwakilisha, kwa sababu wengi wanahisi kwamba wale wabunge wamekosa kuwakilisha sauti ya wananchi, na ndio sababu wanataka wote watimuliwe. Tutakuja kwa hilo, wabunge wakitimuliwa na rais akiondoka mamlakani, kunakuwa na athari gani endapo kutakuwa na athari za kisheria namna ambavyo rais alinukuu awali. Mwananchi ambaye haridhiki, katiba inampa nafasi, na nimerudia swala hili. Nafasi ya mwananchi ni gani? Nafasi ya mwananchi ni kwanza, kama hujaridhika na kile mbunge wako anafanya, kuna ibara article 104 ya recall mjumbe wako. Tuna regulations sahi kisheria, na juzi mahakama imetoa uamuzi ambayo inarahisisha kufanya the process ya recall ya mjumbe. Kwa hivyo Eric, kama haufurahii mjumbe wako, sijui ni Wagunja ama ni wa wapi, nenda ufuatilie zile regulation, zile taratibu za kumrecall through article 104. Hebu tufafanulie labda kwa ufupi, kurecall ni nini haswa, taratibu gani za kisheria? Kwa taratibu sana. Kwa kurecall kuna petition. Idadi ndio siwezi kumbuka vizuri, but kuna petition ambayo inasainiwa, inapigwa sahihi na citizens, constituents wa huyu mjumbe. Ikifikisha hiyo idadi, then muna file hiyo recall na IBC. Wakitathmini kuwa the recall is proper, kanuni zimefuatiliwa, then that MP will stand to be recalled. Ataenda either atake kiti chake ama ajiuzulu. Kuna hizo ratiba zimewekwa mahali. Na ndio hiyo najaribu kuifungua. Njia nyingine ambayo mwananchi anaweza kuitumia ni gani kando na kurecall yule mbunge? Kwa sababu wengi walihisi hao bunge, namna ambavyo Eriko amesema, hatuwaamini tena kwa sababu tulitarajia wao ndio watawakilisha sauti yetu kuhusiana na huu ushuru ambao unatukandamiza. Lakini namna ambavyo naibu rais alisema, msiwasulubishe kwa sababu walitekeleza kile serikali ilikuwa inataka. Nilisikiza kwa ile kauli aliyoitoa akiwa Mombasa. Wakati ambapo unahisi yule kiongozi ambaye umemchagua awakilishe sauti yako, unafanyaje kando na kule kumrecall? Una njia nyingine ambazo unaweza kutumia kuwasilisha sauti yako? Tumia asasi za kiserikali kama vyama. So, kwa mfano tumeona chama cha ODM kimesema kitakuwa kwenye kipaumbele ku lead the process ya recall ya wajumbe wa 6. So unaweza tumia pia vyama. Depending on kitu huyu mjumbe amefanya, pia unaweza iangalia na kisheria unaweza enda mahakamani. So kuna mbinu kadhaa za kutumia recall, utumie political party kumdiscipline huyu MP. Pia depending on nini alifanya, kama for example amefanya decision masuala ya CDF au jaridhika, tuna so many people wameenda kotini kushtaki MP na hawa viongozi kama hawatafanya matakwa ya wananchi. Sikiza dadangu. Tunataka Ruto aondoke ofisini. Hiyo ndio hisia, maombi yetu. Chochote nachosemwa ni sawa. Lakini tukiulizwa mnataka nini vijana, tutajibu, na tushajibu, na tutajibu wiki ijayo na mwezi ujao. Na mbona msikutane naye labda kwa huo mkutano wa kesho au mapendekezo? Ni mrongo na ametudanganya tangu enzi. Labda amepata funzo. Unaona ile watu wanasema you learn a lesson. Labda amepata funzo kutokana na yale ambayo. Hatuwezi chukua chanzo hiyo. Tumefika mwisho, tuko ukuta. Hatuwezi amini rais wetu. Hatutaki kumwamini. Taki kumsikia, taki kumuongelesha, taki kumuona. Nimefungua roho. Wakili asikie. Kama hata nipatia suluhisho, Zubeida, Ruto, daktari, His Excellency, maliza tu uende. Lakini nakuhakikishia hapa leo katika hii interview, 2027, kama wametublock kila mahali, unaona wako na kiburi. Sema constitutionally lazima uende kwa parliament. Parliament hatuna bunge. Wetangula ni wa Kenya Kwanza. Hatuna bunge. Apili tunapewa options that will not help us. Tunasema ni sawa. Leo tarehe ngapi? Leo ni tarehe 4 Julai. Disemba itafika tutakuwa 2025.
tutakuwa na subira, lakini kuna kitu imeanza kutendeka. Ni kama mama mjamzito, tushaingia labor, lazima tutazaa. Inaweza kuwa ni hii wiki Ruto atoke ama asitoke, lakini tushaingia labor na maji sha break, lazima tutazaa. Kenya inaenda kubadilika, Kenya ishaanza kubadilika na hakuna yeyote ataisimamisha. Watatumia mbinu zao, wata mention constitution, tutasema ni sawa, tutakuwa peaceful, lakini tunaenda kuamsha vijana na washaamka. Mimi binafsi nilianza miaka 2 iliyopita. Nimekuwa nikiandamana peke yangu na nimeshikwa mara 11. Ukitizama zile message zangu, nimekuwa nikisema kitu moja tu. Kwa nikisema it is time for a new generation. It's time for a new Kenya. Ule mzee Jomo Kenyatta tunamcelebrate. Oginga Odinga, yule Bildad Kagia, wale walitupigania, Mungu awabariki. Tunawacelebrate, tutawasoma. Hawa kina Martha Karua wenye walitupigania second liberation, Mungu awabariki. Lakini Rais William Samoei Ruto Daktari ndio wa mwisho katika generation yake. Watatumia mbinu zao, lakini tushaamka na tunawaambia asipobanduka sasa hivi 2 years si mingi, tunaenda kuchukua maidi, tunaenda kuchukua makura, tutaifanya constitutionally. Na umegonga mahali ambapo nilikuwa nataka kuelekea, kwa sababu mara nyingi wakati wa kampeni wanaojitokeza kwa wingi ni vijana, lakini ukienda kwa foleni za upigaji kura, vijana ndio wachache zaidi. Tunaona wale wakongwe, watu wa zamani ndio wanaenda kupiga kura, vijana wengi hawapigi kura. Je, ni funzo gani mmepata kutokana na yale ambayo yote yameshuhudiwa kwa sasa? Imeanza kuonekana ama kwa ground mambo ni tofauti, vijana wanazungumza lakini hawatekelezi pale kwa ground. Nimesikia huu mjadala ukiendelea pale mitandaoni, wengi wakisema tujitokeze, tujisajili na kadhalika. Wengine wanauliza tutajisajili wapi na hakuna ABC na kadhalika. Sasa mimi nilikuwa tumepanga kama vijana ya kwamba ikifika 2025 pale katikati tutajitokeza. Tutaongelesha vijana kutumia muziki, comedy, tutafundisha vijana how to take back their country constitutionally. Mungu ni nani? Tukajiuliza, hawa Gen Z na Instagrammers na TikTokers na wapigangi kura, tutafanya vipi? Mungu halali. Wao wenyewe wameamsha saizi mpaka rais kesho anaongea nao kwa Twitter. Sasa inamaanisha they are politically aware. Kazi yetu raisi. Na sasa tuanze 2025. Hata saizi naambia kijana ananitizama saizi, kama you are young, saizi shaanza. Hii ni platform. If you are a young person, hakikisha uko na kitambulisho. Iweke vizuri. Kwa sababu 70% hapa nchini ni vijana. Na hawa wazee wametunyanyasa, wametuibia, wametuua, wametumaliza. 2027 we are going to have a new Kenya, and it is not a recommendation. Hii ni mpango ya Mungu. Yaani kama wananisikiza juu wanapenda Mungu, wanasemanga ni wanabii, wacha nikuwe nabii kama nyinyi. 2027 tunaenda kutumia sheria na kura kama Ruto hatatoka saizi. Aya, kama Ruto hatatoka saizi, turudi kwa hilo swali. Tuseme kwa mfano, rais ahiari aseme sasa nimesalimu amri, namna alivyosalimu amri kwa huu mswada wa fedha, kwamba sasa nimeamua, nimesikia kilio chenu, nitoke mamlakani. Yeye mwenyewe amesema sitaki kuelekeza taifa kwa anarchy, sitaki kuelekeza taifa kwa crisis. Nataka kuelewa matamshi hayo mawili. Rais alikuwa anamaanisha nini haswa? Je, kuondoka kwake kuna athari gani kwa taifa? Je, kutasababisha pengo, kutasababisha anarchy kwa njia gani, kutasababisha crisis kwa njia gani? Kisheria, kikatiba, hakutakuwa na anarchy, hakutakuwa na pengo. Rais akiamua anajiuzulu, kwa sababu katiba inaangalia position ya rais. Akijiuzulu kuna naibu wake Rigathi Gachagua. Ukiangalia ibara ya 146 kukiwa na vacancy kwa afisi ya rais, naibu rais comes in, ana step in. Kama kwa sababu moja ama nyingine naibu rais hawezi chukua, then tunaenda kwa third in command, Speaker wa National Assembly, ambaye ni Wetangula. So kuna ratiba ya kikatiba ambayo hairuhusu pengo. There is no vacuum according to the constitution.
hiyo maneno ya anarchy pengo haiko kisheria. Yeah. Na hiyo ni kulingana na article 146. Yes. Vacancy in the office of president. Yes. Na nadhani wa Kenya vile ambavyo nimekuwa nikiwafuatilia mitandaoni wako na katiba wengi wasome Yes. article 146. The office of the president shall become vacant if the holder of the office dies Yes. or resigns in writing addressed to the Speaker of the National Assembly. Yes. Or otherwise ceases to hold the office under article 145 and 146. Yes. 144 and 145. Ile ambayo tulisema mambo ya impeachment. Na ile nyingine 145 inasema impeachment, 140 na tumesema 140 144 and 145. And when the vacancy occurs, leo nazungumza kingongo Kabisa. Mujaribu. The deputy president shall assume office as president for the remainder of the term. Alafu, if the office of deputy president is vacant or deputy president is unable to assume the office of the president, the Speaker of the National Assembly shall act as president, and an election to the office of president shall be held within 60 days after the vacancy arose in the office of president. Yes. You need, if the speaker comes in. Alafu na pia wakili atatusaidia sana leo. Sisi tuko na hisia lakini kuna sheria. Sio vitu mbili. Sisi tukisema Ruto must go tunamaanisha Gachagua must go. Wote wawili. The presidency, not the president. Inawezekana wakili waondoke wote wawili kama kwa sababu walichaguliwa pamoja waondoke pamoja. Inawezekana kisheria. Wajiuzulu. Wote wawili. Serikali nzima ijiuzulu. Rais na naibu wake. Rais na naibu wake. Yes. Definitely. Inaweza fanyika. Lakini sasa Wetangula ndiye atakuja kama rais. Alafu uchaguzi utafanyika baada ya siku 60. Baada ya siku 60. Perfect. Mungu. Lakini unaona hiyo ni suluhu. Ni suluhu kwa sababu tumetoa shida yetu. Kwa hivyo shida ni hao wawili ama ni baraza zima na viongozi wote serikali zima? Shida ni kichwa. Shida ni kichwa. Shida ni leader. Na Zubeida, kwa sasa assuming something like that ingefanyika, kuwa rais amejiuzulu na naibu wake pia amejiuzulu, kwa sasa tunaweza kuwa na mushkil kisheria kwa sababu IEBC ambayo imepewa jukumu kikatiba ibara ya 88-89 kikatiba kuandaa uchaguzi haitawezekana kwa sababu tuko na unconstituted IEBC. Leo katibu wao Marjani ampeleka wito kwenye mahakama ya upeo wa juu kuuliza maswali yake kule. Kwa hivyo kutakuwa na shida. Nina swali. Hatuna IEBC. Yes. Mbona wakati rais anajiuzulu na naibu anajiuzulu, si tuna constitute legally. Lakini nani ana constitute? Wasipojiuzulu ama wajiuzulu, hata hapo mbele lazima tukue na IEBC. Nani ata appoint IEBC kama rais haiko? Sasa Wetangula si anakuwa rais. Kuna rais ule wa incumbent temporary president. Yes, hawezi. Ana incapacity zake kikatiba. Na tutazisoma muda sio kwa mrefu. Ni mambo yapi ambayo rais ambaye yuko katika kile kipindi cha mpito haezi kuyatekeleza? Beki, watazamaji wetu wanasemaje mtandaoni? Zubeida, leo tunajifunza mengi kweli sheria. Tulikuwa tumeuliza kama unadhani shinikizo la kumtaka rais kuondoka mamlakani ndio suluhu ya matatizo yanayolikumba taifa kwa sasa. Na watazamaji ni wengi sana ambao wametuandikia hapa. Kuna mmoja anasema, la, kuondoka kwa rais itaturejesha nyuma zaidi, bora rais arekebishe wizara yake inavyopendekezwa na Gen Z. Yule anaitwa Shem Michael. Kuna mmoja anasema hapa, kio cha hoja, la, sioni kama kujiuzuru kwa rais Ruto kutatatua migogoro iliyoko nchini, kwani wabunge watabaki na mawaziri ambao ni wafisadi na walimuangusha kwa kutomwambia ukweli kuhusu hisia za wananchi na Wakenya, walimpotosha. Wanastahili wajiuzuru serikali nzima, wabunge, maseneta, mawaziri, yani wote. Anaitwa Mary Muthe kutoka Nakuru County, Lanet. Mwingine anasema hapa, Mheshimiwa Rais Ruto ashikilie hapo pa kupunguza mawaziri. Anaitwa Simiu kutoka Kehoto, Naivasha. Mwingine anasema rais atanusuru Kenya ikiwa tu ataitisha uchaguzi wa haraka. Mwingine anasema ndio tumechoka naye, manake uongozi hapana kabisa. Mwingine anasema hapa, niangalie jumbe zingine. Wakenya hapo anasema William kutoka Kasotsweni, kujiuzulu kwa rais sio suluhisho kamwe.
rais atekeleze ahadi zake zile ambazo alitupa. Mwingine anasema how can police be put to account when the president said on the last interview with the media that he gives them a clean bill of health. Na pia hapo hivi leo pia kumbuka Zubida, hapo mbeleni, hapo mwanzoni wa kipindi ulivyosema kwamba walisema polisi sio wa kulaumiwa kwa yale ambayo yalifanyika. Walinasua nchi kunradhi kutoka kwa ile anarchy. Kuna mwingine anasema kwa tafadhali rais kujiuzulu sio suluhu. Mwingine anasema hivyo suluhu ni kurekebisha maoni kama kupunguza mshahara, kuziba mianya ya wizi, pesa za mradi kama barabara, kuzindua pia bila kutengeneza na pia kuwa accountable. Kuzizindua bila kutengeneza na pia kuwa accountable. Mwingine anasema hiyo si suluhu. Ni kwa ile suluhu ni kuhakikisha kwa Kenya mtu kama Kalonzo Musyoka, sijui anamaanisha nini, wacha tuangalie mwingine. Mwingine anasema hapa kwenye bado kwenye jumbe fupi, anasema Priscilla Kapchok kutoka Kapenguria, shabiki mkubwa sana wa Kio cha Hoja, anasema naunga mkono vijana wetu, wamepigania haki ya Wakenya wote, wengi walishindwa kuongea, tumeona matunda yake, rais amesikiza hawa vijana wetu. Mwingine anasema sio suluhu, suluhu ni akae chini, angalie wapi alienda wrong, arekebishe na maisha yaendelee. Mwingine anasema hiyo ndio sababu ameshindwa kutekeleza aliyotuahidi wakati wa kampeni. Anaitwa Mwasa Nzangu kutoka Kitui. Mwingine anasema anaitwa Frida na naona Rais Ruto akitoka kwa mamlaka kutakuwa poa sana. Mwingine anasema Aaron Kiprotich Tarno na napinga rais kuondolewa mamlakani, maana nchi ya miaka miwili unga kwa chini ya miaka miwili unga imeshuka bei na mafuta ndio hiyo inateremka bei. Mwingine anasema sio suluhu, suluhu ni akae chini, angalie wapi alienda wrong, arekebishe na maisha yaendelee. Mwingine hapa anasema kwa maoni yangu mamlaka kuu kutoka kwa Mungu. Kanisa linapaswa kuombea nchi, ufalme wa Mungu pia uje, kwa sababu hivi ni vita kama vile vya wana Israeli. Basi anasema waketi chini, dialogue, na asiambiwa na mwana sijui anamaanisha nini. Anasema waketi chini, dialogue. Anaitwa Joshua Mutua Muoka kutoka county ya Kitui. County nambari 17. Sijui ni gani Zubeda utatuambia. Maoni kusema Ruto kuondoka mamlakani sio suluhu kwa sababu shida si yeye, ni vile anavyoendesha serikali. Mwingine anasema my name is Osia from Tana River. Mambo yanatuumiza, haya mambo yote yanatuumiza sana. Huyo ni mtazamaji mmoja kutoka upande wa Tana River. Mwingine anasema Alan Tom kutoka Kisii. Maandamano yamefanya sisi kama vijana kuanza kupata majeraha kutokana na sarakasi baina yetu na polisi. Pia biashara nyingi zimesimamishwa, hatutaki maandamano. Mwingine anasema Francis Kweka kutoka Kayole, rais abadilishe cabinet kwa maana yake wako very corrupt. Mimi naitwa Michael Wambua kutoka Kwale County, mimi nasimamia maandamano yaishe tuweze kuendelea na kazi. Rais Ruto ajiuzulu kwa sababu ameteka nyara asasi zote za nchi kama bunge, mahakama, executive, nchi haisongi. Anaitwa Otis kutoka Lugari. Mwingine anasema in demonstrations tukimalizia there will always be death, stolen goods, what happens should go on until we get what we want. Rais Ruto has made it worse by what we have witnessed in this last week. Mwingine amesema KT News, Rais Ruto yuko kwenye shinikizo na ni jukumu lake kama kiongozi wa taifa kusikia kilio cha wananchi. Anaitwa Peter Kitu. Maoni ni mengi sana Zubeda, hatuwezi kuyasoma yote, lakini kumbuka haya yote ambayo niliyosoma ni maoni yako msikilizaji na mtazamaji wetu leo. Zubeda. Shukrani sana Beki, na ndio tunasema Kio cha Hoja ni sauti ya mwananchi. Sisi tunawakilisha sauti yako, na tukisema tunakifuatilia na tunakisikiza na tunakiwakilisha bila kubagua, bila kupendelea. Mmesikia sauti ya mwananchi. Kuna wale wanasema asiondoke, kuna wale wanasema aondoke, kuna wale wamesema wameathiriwa na maandamano, kuna wale wamesema tumpe nafasi, angalau wameonekana ni kama amejifunza jambo. Mimi nina swali lingine kwa wakili. Rais anaweza kudissolve parliament? No. Nani ana dissolve parliament? Parliament, muhula wa bunge sahi ni ya kikatiba miaka 5. Kwa hivyo muhula huo kisha speaker will call the life of that parliament to an end. Kwa hivyo rais haezi
dissolve parliament kisai. Na pengine ningechangia, nilisikia wazo moja hapa, na pengine these are the things rais anafaa kufanya moving forward. Hii maneno ya sijui makasisi, watu wa kanisa kutengamana na serikali, ni kama kanisa na serikali ni kitu moja. Tungependa kumshauri rais, kuna ibara ya 8 ya katiba. Hamna religion rasmi hapa kwenye nchi. Akitangamana na hao mabishop, atangamane na Wahindi, atangamane na Waislamu, atangamane na atheists ambao hana any belief system. Maneno ya ambazo zinakasirisha Wakenya ni vitu kama hizo. Hao mabishops, sijui tuna mpaka wengine kwenye itikadi formal protocols za kiserikali. Wengine tunasikia wako kwenye ofisi ya the first lady. Haipaswi kikatiba. Na turudi kwa ile sheria ambayo tulikuwa tunaijadili awali. Kulikuwa na swali iwapo rais aondoke, makamu wake aondoke, katika kile kipindi cha mpito, yule anayesimamia taifa ni mambo gani hawezi kuyatekeleza. Yes. Na nilikuwa nikidurusu hapa katiba. Ikanipeleka katika kipengee 134. Na nadhani ndio kipengee ambacho ulikuwa kigusia awali. Ndio. Kinasemaje? Kuna certain positions, certain offices ambayo a temporary president capacity ya sasa kama huyu speaker, kuna ofisi fulani haezi appoint kama high commissioners, zile ambazo president ana appoint in his capacity as head of state. Positions kama commissioner wa IBC, ambassadors, vitu kama hizo, that temporary president cannot make. Kwa hivyo sio rais Eric kisheria. Lazima uangalie, tuna propose hii, but can it happen kisheria? Rais hawezi kudissolve. Nataka kujaribu kusaidia Rais Ruto. Yes. Hawezi dissolve bunge. Ndio. But anaweza dissolve Cabinet. Cabinet. I'm looking for the word. Anaweza, sitaki kusema fire. Unajua namaanisha nini? He can do away with the cabinet. Yes. He has the power. Hii ameruhusiwa. Sasa nataka tuingie madukani turudi. Okay. Nikupe hii usome yale ambayo temporary president hawezi kuyafanya. Article 134. Sehemu ya pili ndio inaeleza yale yote ambayo hawezi kuyatekeleza. Unataka kusoma ama tutasoma pamoja tukirudi? Ametusomea kuna zingine? Yapitie hayo yote. Hapo tu. Yale ambayo hawezi kufanya. Tutarudi muda usio kwa mrefu akipitia, kwa sababu leo tumeamua tujitoe tope sikio kuambatana na yale ambayo yanapendekezwa, iwapo yanaweza kutimizwa kisheria au la. Endapo una swali lolote tuelekezee, tutalisoma muda usio kwa mrefu, na kusihi usiende mbali.